handover ya power from William Ruto to a new president, from so and so to so and so. Kwa hivyo ni kuambia bwana William Ruto, hii kazi ya transition ambayo tunaelekea 2027, hakuna mahali tunakuhitaji. Tunahitaji tu watu wawili peke yao. Mtu wa kwanza tunahitaji ni IEBC wasimamie uchaguzi ya haki na ukweli, na rais mpya atangazwe pale Bomas. Akishatangazwa, mtu wa pili tunahitaji kutoka hapo bwana William Ruto ni mtu ambaye anaitwa kiongozi wa mahakama, the Chief Justice. Huyo ndiye tunahitaji, mtu wa pili. Na huyo tunamhitaji pale Kasarani aapishe yule rais ambaye atakuwa amechaguliwa na Wakenya. Kutoka hapo kazi yako William Ruto itakuwa imekwisha. Ile siku IEBC itatangaza rais mpya hapa Bomas, bwana William Ruto, kazi yako itakuishia hapo, kwa sababu hata ukikuja kule Kasarani hakuna kwa program, hautakuwa umewekwa mahali. Katika historia ya Kenya ana outgoing president au kwa gine ile role katika Kasarani wakati wa handover, you don't have any role. Hata kwa speech hautakuwa kwa program, hautaongea. We saw last time Uhuru Kenyatta wakati alikuja kwa handover pale Kasarani hakuwa kwa program, hata hakuna mahali aliongea kama outgoing president. So hata kama angekuja ama akose kukuja, bado pia wao tu ungeapishwa, sababu yule mtu wa maana tulikuwa tunahitaji akuwe hapo ni Chief Justice, na alikuwa hapo na akakuapisha. Kwa hivyo nikuambia William Ruto, sisi kama Wakenya wa jamhuri hii tunakuambia uache kiburi, tunakuambia uache madharau, tunakuambia uache hangover, tunakuambia sisi kama Wakenya ndio tuko na jukumu ya kuhakikisha kwamba tumefanya handover, tukunyang'anye power, tupatie Mkenya mwingine yule ambaye ataapishwa Kasarani na Chief Justice. Ile tu kazi unaweza fanya pengine kama utakuja. Nikuambie bwana William Ruto, ile tu kazi kidogo utafanya pale Kasarani kama utakuja ni ya kukagua gwaride ya heshima kwa mara ya mwisho. Na sisi kama Wakenya hata hatutaki hiyo siku ukuje kukagua gwaride, kwa sababu utakuwa unatupotezea wakati na event. Utakuwa unaimagine tuko na rais mpya, tuko pale saa 6 tunatarajia sasa apishwe ndio Kenya songe mbele, alafu wewe naona kuja hapo kupanda kwa ile karoli unaanza kukagua gwaride hapo kusalimia watu. That will be a waste of time. Utakuwa unatupotezea masaa. Hatutakuhitaji hiyo siku kuja hapo kukagua gwaride. So bwana William Ruto, hata ukiweza pale Bomas rais mpya akitangazwa, wewe ukiweza potea, ingia kwa mashimo ingia kwa mashimo, wewe toroka. IEBC imetangaza tumekuwa na president elect, wewe ingia kwa mashimo, wewe toroka. Anza kujificha kwa mashimo. Chief Justice ataapisha the president elect na Kenya itasonga mbele na kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hivyo hii mnajaribu kuuzia Wakenya uoga. Nikumbushe Wakenya hapa leo hii, serikali ya Uhuru Kenyatta miaka 3 imeisha. Kwa sababu unajua ukisikiza William Ruto akiongea unaweza fikiria huyo jamaa anaanga Wakenya ni kama wajinga. Ukisikia William Ruto akiongea unaweza dhania anaongelesha watalii. Tumekula hapa, tumekuweko, tutakuweko. Miaka 3 imeisha, tulikuwa na serikali ya Uhuru Kenyatta. Walikuwa wanasema we will not hand over power to a thief. Hivyo ndivyo walikuwa wanakuambia William Ruto, nikukumbusha sasa. Hivyo ndivyo walikuwa wanakuambia only 3 years ago. Walikuwa wanasema ya kwamba they cannot hand over power to a thief. Lakini hawakujua ya kwamba they were not the ones who are supposed to hand over. Kulingana na sheria ya Kenyans, wao ndio walikuwa na mandate ya kuhand over. Na kwa sababu Wakenya wanajua sheria and we are democratic, tuliamuka, tukapiga kura, tukakuchagua, zikahesabiwa, zikajumuishwa, ukatangazwa kama mshindi, kesi ikaenda kotini, Supreme Court ikasema ya kwamba umechaguliwa katika haki na ukweli, baadaye ukaenda ukaapishwa. Na wakati Supreme Court ilikupitisha ya kwamba uchaguzi unafanyika katika njia halali na kweli, Uhuru Kenyatta alifanya statement akasema ya kwamba even though William Ruto is not my choice, I will hand over power smiling because it is the law. It is a demand of the constitution. It is a dictate of the law. Lakini kiongozi wake akasema ya kwamba atarimeni kukua Raila Amolo Odinga. Na baadaye akakuja akapeana mamlaka ikaenda, kwa sababu hiyo ni sheria hata kama hakuwa anataka. So the same way bwana William Ruto will happen to you. Hii vitisho mnajaribu hapa kusema to not hand over. Since when bwana William Ruto? Who gave you the mandate of handing over? Moi nani ali hand over kwake? Moi nani ali, na hata hiyo siku hatukuwa na katiba by the way, hata sasa tuko na katiba. Hiyo siku hatukuwa na katiba. Nani ali hand over kwa Moi? Mzee Jomo Kenyatta alifariki. Ile kamati inahusika na transition
bwana Moi akaapishwa na akakuwa rais. Kwa hivyo the drafters of the 2020 constitution walikuwa na akili mingi, wakajua ya kwamba hatuwezi patia head of state jukumu ya kufanya handover, kwa sababu anaweza kufa akiwa kwa kiti, na akikufa akiwa kwa kiti tunaweza kuwa na crisis, kwa sababu mtu wa handover atakosekana. Nafikiri that is why they made sure the constitution of 2020 ignored the head of state in the matters of transition, in the matters of handling over power. Hiyo mandate ikapatiana kwa wananchi na kwa mahakama ya juu, mahali ambapo Chief Justice ndio tu ako na kazi hapo kuhakikisha kwamba amepeleka rais pale mchana kwa uwanja na amemwapisha hapo, amekuwa rais mchana wazi kama Wakenya wote wanaona. Kwa hivyo bwana William Ruto, nikwambie hiyo vitisho tumezizoea. Tulikuwa na kina Murathe, they used to speak like you are crooks, the likes of Oscar Sudi, the likes of Murkomen and the rest. Hizi vitisho tushazoea, tumezizoea mara mingi. Kwa hivyo nothing new you are telling us. Hii ni kitu tumezoea. Aniambia Wakenya, hii matamshi unaona William Ruto akiongea akiwa juu ya gari kama makanga, wakiwa na hao wakora wake kina Oscar Sudi, ni matamshi tu ya kuwaogopesha, na ni matamshi tu ya kufanya kwamba mkate tamaa, muone ya kwamba hata tusipompigia ataingia tu. Hakuna kuingia, ataingia. Ni kura zitahesabiwa pale kwa streams moja. Kura zitahesabiwa kwa streams moja. Ikihesabiwa hapo inatangazwa and that is final. Na ndio maana hata sisi watu wa mrengo wa upinzani tulisema ya kwamba hata William Ruto afanye nani kukua ABC, sisi hatuna shida. Sijuzi ameweka tu watu wenye aliweka, hata kama ni watu wake hatuna shida, kwa sababu hakuna kura zinakuanga bomas. Bomas ni kujumuisha, kura zinakuanga mashinani na kura ziko na wananchi. Kwa hivyo niambie Wakenya, ticket for me, hiyo matamshi ya William Ruto si maneno mageni katika hii Kenya. Ni maneno ambayo tumezoea kwa mara mingi. Kwa hivyo msichukulie na maanani. Hiyo ni matamshi tu ya it is a street talk. Na William Ruto mnamjua tu ni mtu wa kuongea anything. Si alishi akituambia Raila Amolo Odinga ni mchawi, ni mganga. Saa hii huyo mganga wanakula naye State House. Saa hii huyo mganga alihamia State House, wanahawa huko wote. Yule mtu alituambia ni mganga. Kwa hivyo William Ruto msichukulie mambo yake serious. Tushamzoea kipindi yake, uongo yake, matusi yake tushazoea. Wakenya, kitu ya muhimu ni kuhakikisha kwamba Gen Z wote wamejiandikisha, Gen Z wote wamechukua kipandi, Gen Z wote wamejisajili kama wapiga kura. Hii kitu ingine tuhakikisha kwamba we are not splitted, but Gen Z, the millennials, tuhakikisha kwamba tumeshikana kwa umoja, tupigane vita mpaka dakika ya mwisho. Hata kama wanatuua kila siku, tuhakikisha kwamba tumesimama kindete, tukomboe taifa letu. Na niambie Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka na Martha Karua. Na nimeona huyu mtu ya Maharagwe, huyu anaitwa Mr. Yesa, kila siku anaenda hapa Ukambani, anajaribu kuambia Wakamba ya kwamba Kalonzo is a brother, Kalonzo is a good man, Kalonzo is democratic, Kalonzo hana scandal. I want to dare Mr. Yesa, if truly you mean well for Kalonzo, wacha kuenda kuongea uzuri yake ukiwa Ukambani. Ukikuja hapa Mlima Kenya, ongea uzuri yake tukutambue. Kama wewe ni mwanaume Mr. Yesa, wacha kuongea mambo ya Kalonzo wakati umeenda hapa Kitui. Ukienda kule Rift Valley kwa kina Oscar Sudi, ongea uzuri ya Kalonzo kuwa huko ndio tukutambue. Lakini hii utapeli hapa, unafiki na ukora na ujinga, hii ujinga mtaacha. Hii ujinga, niwaambia Wakamba msijaribu kusikiza maneno ya upuzi. Wanajifanya wanakuja hapo kuwaletea maneno matamu. Ati wanamuonyesha vile Kalonzo ni pop. Kwa nini wanaambia Kalonzo ni kama pop? Kwa nini wanawaambia Kalonzo ni msafi kama pop wakati wamekuja hapo kuleta Maharagwe? Ndivyo msiwafukuze. Kama wanajua Kalonzo ni mzuri, hii ambao ni ukweli Kalonzo ni mzuri. Na kwa sababu Kalonzo ni mzuri, kwa nini hawaongei wakiwa Nairobi? Kwa nini hawaongei wakiwa kule Kajiado? Wanaongea tu. Hata huyu mwizi anaitwa Faruk, nimesikia wakati hapa anaenda hapa Kibwezi. Ndio ile tu wakati anaenda hapo kuongea mambo ya Kalonzo. Na niambia Wakenya, hasa wale viongozi ambao wamechaguliwa, hata nyinyi mwamuke bana. Niona huyo jamaa anaitwa Faruk anasomea mtu amechaguliwa na wananchi. Jamaa hajachaguliwa na mtu yote. Faruk hakuna siku amepigwa kura mtu yote. Lakini saa hii kiburi iko juu. Anaongea na microphone mbili kama rais wa Kenya. Ako na audacity ya kusomea viongozi wamechaguliwa na wananchi na hakuna mtu anachagua. Sisi hawezi tuambia kitu. Kwa hivyo niambia jamii wa Kamba, msijaribu kudanganywa na hawa matapeli. Hiyo moja ambaye sisi tuko nyuma yake ni moja ya Kalonzo, Rigathi Gachagua, Eugene, Martha, Matiang'i, Natembeya, Mukisa,
Mvika, Munya, hiyo group yote wale ambao wameshikana tukomboa taifa letu. Hiyo ndio ile moja tuko nyuma yake. Na tutashikana. Kama sisi ni makuzo, waacha kuhara. Kama sisi ni makuzo, waacha kulia. Kama sisi ni makuzo, waacha kuhangaika. Walituita majina mingi. Sasa sisi tumeanza kukua makuzo. Hata tunaenda huko Western next week kuona makuzo wengine. Tuende kule Nyanza kule Kisii tuone makuzo wengine. Na itaendelea hivyo. Yule hapa na shida ukitaka kujinyonga jinyonge. Lakini that is the way to go. Na hiyo ndio ile safari tutapitia kuhakikisha kwamba tumekomboa taifa letu la Kenya.